Tunaangazia dhana ya utawala bora kwa mifano halisi nchini Tanzania. Tunawaleta viongozi karibu na wananchi kujibu hoja zinazoibuka. Ni katika makala hii ya Haba na Haba ya idhaa ya Kiswahili ya BBC. Mimi ni Faraji John. Na mimi ni Noel Mwakalindile. Zinaweza kutafsiriwa kama kelele, lakini ndiko ustawi wa taifa unakoanzia. Ripoti ya shirika la kuhudumia watoto UNICEF iliyopewa jina la Sauti za Watoto ya mwaka 2013 inaonyesha kuwa idadi ya watoto wa umri wa miaka 5 mpaka 6 wanaojiunga na shule za awali imeongezeka kutoka 25% mwaka 2004 hadi 42% mwaka 2011. Kwa mwaka 2012 zaidi ya watoto milioni 1 walijiunga na shule za awali. Lakini idadi ya walimu ilikuwa karibu na 9,300 tu. Hii ikimaanisha kwamba uwiano wa mwalimu mmoja kwa watoto 124, huku mahitaji ya mtaala wa elimu ya awali nchini Tanzania ni mwalimu mmoja kwa watoto 25 tu. Changamoto bado tunazo. Wakati inatakiwa wanafunzi wawe wanafunzi 25 katika chumba cha darasa, lakini sisi tuna zaidi ya wanafunzi 80. Haya, hii ndio hali halisi ya elimu ya awali huko Musoma ambako Haba na Haba imetembelea. Utasikia baadaye zaidi kutoka huko. Je, ni nani anawajibika na elimu ya awali kati ya shule, wazazi au serikali? Kabla ya kujibu hoja hii, hebu tufahamu kwa nini elimu ya awali inatajwa kwa umuhimu wa pekee. Swali hili nimemuuliza Bwana Doto Biteko. Huyu ni mwenyekiti wa chama cha walimu mkoani Geita nchini Tanzania, lakini pia ni mtaalamu wa elimu ya awali. Kumbuka mtoto huyu toka amezaliwa amekuwa kwenye mazingira ya nyumbani wakati wote. Sasa unataka kumtambulisha kwenye mazingira mapya ya maisha yake. Kwa hiyo atakapokuwa anasoma elimu ya awali atakuwa anajishughulisha zaidi na vitendo vya masomo vitakavyokuja kumrahisishia baadaye kujifunza masomo husika. Kwa mfano, mtoto anajifunza kitendo cha masomo cha hisabati. Kwa hiyo vitendo atakavyokuwa anafanya ni vile vinavyoelekeana kwenye tendo la kuhesabu, kujumlisha pengine, kutoa pengine na kadhalika. Kwa hiyo atakapokuja kwenye yale maisha halisi ya kujumlisha na kutoa, ana uhawirisho wa maarifa ulio rahisi zaidi kuliko ambaye atakuwa hajaanza. Ni Doto Biteko, mwenyekiti wa chama cha walimu mkoani Geita. Utamsikia baadaye katika makala hii ya Haba na Haba. Lakini kwanza tuende huko Musoma ili kujua mazingira ya elimu ya awali ni rafiki au si rafiki kwa mtoto kiasi gani huko. Mwandishi wetu Jumanne Makiwa amefanya ziara katika baadhi ya shule huko. Msikilizaji, nazungumza nawe nikiwa katika viwanja vya shule ya msingi Nyamatare, katika kata ya Nyamatare, manispaa ya Musoma. Kinachonifikisha hapa ni kuona maendeleo ya elimu ya awali yakoje katika shule hii. Mimi kwa jina naitwa Mwalimu Sefroza Cosmas Amiri. Kwa elimu nimehitimu darasa la 7, lakini baadaye nikajiendeleza na masomo ya sekondari Orevo 2004 nikahitimu. Na baadaye nikaenda chuo cha Butimba kusomea mafunzo ya elimu ya awali muda wa miezi 3. Nikahitimu, nikapewa cheti cha elimu ya awali. Hapa ni darasani na watoto walioko humu ni zaidi ya 55. Lakini mtaala wa elimu ya awali unaonyesha kwamba watoto wanaotakiwa kwa kila darasa ni 25 tu. Kwa nini hali iko hivi ilivyo hapa? Kwa sababu ya upungufu wa vyumba vya madarasa na upungufu wa walimu, basi inabidi tuwe na chumba kimoja. Huo mkao unakwamisha kupata masomo ipasavyo, kwa sababu mkao huo unatakiwa madawati ambayo ni mapana, yani wakae kwa kutazamana na wawe wachache. Kwa mazingira haya unatumia ubunifu gani wa ziada? Najitahidi sana kutafuta vifaa vya kujitengenezea mimi mwenyewe. Kupata udongo, kutengeneza vifaa, kupata manila, kuchora picha mbalimbali. Huyo ni mwalimu wa darasa la awali. Na sasa niko katika ofisi ya mkuu wa shule Bi Jema Charles Magoti. Mwalimu, kutokana na umuhimu wa elimu ya awali, kuna fungu maalum kwa ajili hiyo kutoka serikalini? Fungu maalum kutoka serikalini halipo. Lililopo ni kidogo sana ambalo halitoshelezi na halikidhi mahitaji ya darasa hilo. Ni kama shilingi ngapi? Inaletwa jumla, yani katika shule nzima ya msingi kwa watoto wote, kwa ajili ya kununua vifaa vya ufundishaji kama vile chaki. Kwa hiyo linakuwa ni dogo sana kiasi kwamba inabidi tu vipatikane baadhi kwa ajili ya kusaidia walimu kufundisha madarasani. Mada hii pia inaendelea kujadiliwa katika kurasa zetu za mitandao ya kijamii. Hoja kuu tukiuliza, elimu ya awali ni jukumu la nani? Like kurasa wetu wa Facebook BBC Haba na Haba, kisha acha ujumbe wako pale, na utufuate katika akaunti yetu ya Twitter ambayo ni BBC_Haba na Haba, na uache ujumbe wako hapo. Lakini pia unaweza kututumia ujumbe mfupi katika nambari yetu ya simu ambayo ni 0785236938.
Na ziara ya Jumanne Makiwa, mwandishi wetu huko Musoma, sasa imemfikisha katika shule ya msingi Kigera. Mwalimu mkuu shuleni hapo hakuwa tayari kuzungumzia changamoto za elimu ya awali. Najua mnafanya kwa lengo zuri, lakini katika mipaka lazima niwe ninaidhini kwamba watu hao wamepita huko na watafika mashuleni, hebu wapeni taarifa 1, 2, 3. Lakini huyo mwalimu hakumzuia mwandishi wetu kusema kile anachokiona shuleni hapo. Ninachokitazama hapa ni kwamba darasa la awali ni finyu ambalo hata madawati 50 hayawezi kuingia ndani katika darasa hilo. Sakafu imechoka, iko na vumbi na watoto wanaketi chini. Kadhalika wanafunzi takribani 75 wako katika darasa hili ambalo ni dogo. Naambiwa kwamba chumba cha darasa hili hakikuwa chumba kwa ajili ya kufundishia, bali ilikuwa ni ofisi ambayo imeweza kutolewa miundombinu ikiwa ni pamoja na samani kuwekwa nje ili kupisha wanafunzi hawa kuweza kusomea katika chumba hiki. Elimu ya awali ni jukumu la nani? Ni swali letu kuu katika makala hii ya Haba na Haba leo. Na hapa baadhi ya wananchi wa kada mbalimbali wanalijibu swali hili. Kwa jina naitwa Mariam Juma. Elimu ya awali ni jukumu ya mzazi, sio tu iachie serikali yenyewe. Kwa majina ninaitwa Sensa Goa. Nina mtoto anayesoma darasa la awali, lakini simfahamu mwalimu anayemfundisha kwa sababu hiyo ni kazi ya mama, sio jukumu langu kufuatilia. Narudi nyumbani usiku na naondoka alfajiri. Kwa hiyo swala la kujua hata mtoto amepata elimu ya namna gani bado ni jukumu la mama. Alafu na serikali yenyewe inayempokea mtoto kule shuleni. Mimi naitwa Sylvester Majengo, ni mwenyekiti wa kamati ya shule ya msingi Mwisenge A. Mara nyingi sisi tunashughulika na jamii inayotuzunguka. Sasa mwitikio wa jamii sio mzuri sana, yani tunajitahidi kuwapa elimu mara kwa mara, na tunapopeleka swala letu serikalini wanakuwa wazito. Kwa hiyo hii inakuwa ni changamoto kubwa ambayo tunakabiliana nayo sisi kama kamati. Na mzigo mkubwa bado unatwishwa kwa serikali. Narudi kwa Bwana Doto Biteko, mwenyekiti wa chama cha walimu mkoani Geita, kwa nafasi yake kama mshauri wa serikali. Hili analitazamaje? Sasa kama kila unayemwendea na kuambia ni serikali, kwa nini unataka umkwepe serikali? Maana ukweli ndio huo. Sasa wewe cha kufanya ni kumwendea huyo serikali kwamba unalaumiwa na watu, nimeenda kwa wadau wengi wanakulaumu wewe unasemaje? Sasa serikali yeye na yeye utaona anamtupia nani lawama. Lakini tuseme ukweli tu kwamba jukumu la elimu kwenye nchi yoyote serikali ni namba 1. Sasa kama serikali yenyewe haijatoa kipaumbele zaidi kwa ajili ya kupeleka rasilimali za kutosha za kuendesha elimu awali, tutakuwa tunaimba wimbo ambao kibwagizo chake hakipo. Lakini jukumu la pili ni jamii yenyewe kujihusisha na upatikanaji wa elimu kwa watoto wake. Nitakupa mfano. Ina maana gani kama mzazi unaweza ukapita shuleni ukakuta watoto wamekaa chini na mna vikao vya serikali ya kijiji au vya mtaa mnakaa, halafu huji kuzungumza maisha ya watoto wanaoishi shuleni? Ni jambo ambalo sio zuri. Tumeona mambo mengi yamefanyika kwa watu kuchukua hatua. Wala wasifikiri kwamba serikali lazima iwe ya Dar es Salaam. Serikali hata kwa ngazi ya kata, kwa ngazi ya mtaa, wakisimama wakasema hapana, hii inatosha, tunataka watoto wetu sasa hivi wakae kwenye madawati yao ya elimu awali, tunataka watoto wetu sasa hivi wanywe uji shuleni au wawe na chakula shuleni, amini na kuambia serikali lazima itachukua hatua kwa sababu inasikiliza matakwa ya watu. Kabla ya kwenda kwa serikali, kama alivyoshauri Bwana Doto Biteko, ni kurejeshe huko Musoma ambako safari hii mwandishi wetu Jumanne Makiwa anaangazia mchango wa taasisi zisizo za kiserikali katika kuboresha elimu ya awali. Msikilizaji, sasa niko katika shule ya msingi Mwisenge A. Darasa la awali la shule hii lina utofauti kidogo na shule ya msingi Nyamatare pamoja na shule ya msingi Kigera. Kinachoonekana hapa ni kuwepo kwa madawati yenye upana mkubwa na yaliyo na viti vya chini na yanayotazamana. Hali kadhalika katika mlango wa kuingia katika darasa hili kuna utofauti na shule ya msingi Nyamatare, kwani kuna miundombinu ambayo imejengwa maalum kuwezesha watoto wenye ulemavu kuweza kuingia ndani kwa urahisi. Niko na mwalimu hapa ambaye atajitambulisha kwa jina. Kwa jina naitwa Mwalimu Radegunda Celestini Tairo, mwalimu mkuu wa shule ya msingi Mwisenge A. Kuna tofauti kubwa kati ya shule yako na nyingine.
Mwalimu, nani kafanya haya? Aliyetufanyia haya katika hili darasa letu la awali ni marafiki zetu wa shule hii kutoka Haki Elimu. Pamoja na mafanikio tulionayo, changamoto bado tunazo. Moja, wakati inatakiwa wanafunzi wawe wanafunzi 25 katika chumba cha darasa, lakini sisi tuna zaidi ya wanafunzi 80. Changamoto tulionayo nyingine ni kwamba hawa watoto wa darasa la awali wanatakiwa wawe na vyoo vyao tofauti na wale watoto wa madarasa makubwa. Hiyo katika shule hii hatuna. Changamoto nyingine kubwa tulionayo ni upungufu wa walimu. Ni mwalimu mmoja tu ndio anayesimamia darasa hili, wakati inatakiwa kuwe na walimu kati ya 3 mpaka 4 kwa idadi ya wanafunzi tulionao. Changamoto nyingine tulionao, watoto hawana lishe shuleni. Kwa hiyo wanaondoka shuleni mapema tofauti na muda uliopangwa kutokana na kushindwa kumudu yale masaa kuanzia asubuhi mpaka saa 5 bila kula chochote. Ni sehemu ya mwisho ya taarifa mwandishi wetu huko Musoma, Jumanne Makiwa. Noel. Tunaendelea mbele, Faraja, na leo tunauliza nani anawajibika na elimu ya awali kwa watoto wetu. Msikilizaji, tembelea ukurasa wetu wa Facebook ambao ni BBC Haba na Haba, tupe maoni yako. Tufuate pia katika akaunti yetu ya Twitter ambayo ni BBC_Haba na Haba na utuachie ujumbe wako hapo. Lakini pia unaweza kutuma ujumbe mfupi katika simu yetu ambayo ni 0785236938. Faraja. Katika studio za BBC Dar es Salaam tunaungana na Bwana Robert Mihayo kutoka taasisi isiyo ya kiserikali ya Haki Elimu. Kwanza nimemuuliza uwepo wa sera ya elimu ya awali isiyopunguza au kuziondoa kero za elimu hiyo ya awali. Ni sahihi kusema serikali haijatekeleza sera ilizoweka yenyewe? Ni kweli. Kuna huu mpango wa elimu ya msingi awamu ya 3. Miongoni mwa mambo yanayozungumziwa pale ni kwamba kila shule ya msingi inatakiwa kuwa na darasa la awali. Lakini pia inaenda mbele zaidi kwamba shule za awali nazo zinatakiwa kupewa ruzuku. Lakini pamoja na kwamba sera ile au mpango ule unatamka vile, utekelezaji umekuwa haupo. Support ambayo inapatikana kwenye haya madarasa ni kutokana na michango ya wazazi. Haki Elimu mmekuwa na utaratibu wa kuwa na marafiki wa elimu. Ni vigezo gani sasa mnazingatia ninyi kufanya urafiki na shule moja na mkaacha nyingine? Tunafanya kazi na shule kama 83 katika wilaya 11 hapa nchini. Na shule hizi tulizichagua kwa misingi mitatu. Kwanza ni kutokana na mafanikio yake. Kuna shule nyingine ambazo ni wastani katika mafanikio yake, na kuna shule nyingine ambazo kwa kweli zimekuwa hazifanyi vizuri. Na lengo letu ni kuonyesha mfano kwamba shule ikiwa na mazingira haya na haya na haya na haya inaweza ikafanikiwa kufikia malengo yake yaliyokusudiwa. Tunatoa msaada fulani, lakini katika jamii zile tumehamasisha jamii ziweze kutoa mchango wa namna fulani. Kwa mfano, wanaweza kusaidia kufyatua matofali, kuleta mchanga, kuleta maji na kadhalika. Hebu tuchukue mfano huu. Mwalimu mkuu wa shule ya msingi ya Mwisenge A pale Manispaa ya Musoma mjini anakiri kwamba shule yake ina nafuu katika darasa la awali. Changamoto ilobaki pale ni kwamba watoto ni wengi kuliko uwezo wa darasa lenyewe. Kwa mfano kama huo, nani achukue kijiti hicho? Hapo sasa inakuwa ni serikali ya wilaya ile, lakini pia na jamii inayoizunguka shule ile ya Mwisenge, kwamba ziendeleze kuboresha yale mazingira ambayo tayari yameanza kuboreshwa. Kwa hiyo kwa sasa hivi elimu ya awali iliyopo ni kama haina dira, haina mwelekeo. Ni Bwana Robert Mihayo kutoka taasisi isiyo serikali ya Haki Elimu nchini Tanzania. Naam, na kama tulivyokudokeza, mada hii inaendelea kujadiliwa katika kurasa zetu za mitandao ya kijamii, na si vibaya sasa kujua waliotembelea kurasa zetu wanasema nini. Nianze na Yaledi Begumisa Rutarago wa Kierwa, Kagera. Anasema kila sekta inataka iwajibike kwa kadri ya mazingira ya mtoto alipo. Kama mtoto yuko nyumbani, anayewajibika ni wazazi. Kama yuko shuleni, walimu wanahusika, na pia serikali kuwajali kwa kutuma vifaa vya kutumia kipindi yuko shuleni. Rajabu Matwani wa Mayembe Juu, Mtwara, anasema hapa serikali inawajibika kwa kuweka mazingira mazuri ya elimu ya awali. Aidha, mtaala wa elimu ya awali haukidhi, kwani serikali haijawekeza kwenye elimu hii kwa sababu watoto wa viongozi hawasomi katika shule za serikali. Ni kamilisha na huyu wa mwisho, anaitwa Benedicto Matias Wahanga mkoani Ruvuma. Anasema elimu ya awali kumfanya mtoto kuwa mbunifu ni ngumu sana kutokana na elimu yenyewe ya awali kutoboreshwa, na serikali ndio inayotakiwa kuwajibika na si wazazi wala si walimu. Unasikia wewe? Haya ni maoni ya wafuatiliaji wa mada hii katika kurasa zetu za mitandao ya kijamii. Hoja hizo zinanifanya nikutane na
Mmoja wa wawakilishi wa serikali ni mratibu wa elimu ya awali kutoka taasisi ya elimu nchini Tanzania, Bi Francisca Tarimo. Jukumu lake kubwa katika taasisi hiyo ni kusimamia uandaaji wa mtaala wa elimu ya awali. Sasa nini kikwazo cha utekelezaji wa mtaala huu wa elimu ya awali? Ndilo swali nililomuuliza kwanza. Ni kwamba baada ya mtaala kuandikwa na kutoka, huwa tunafanya tathmini. Mara nyingi tathmini inaweza kufanyika katikati ya utekelezaji au mwishoni, lakini mara nyingi kinachokwamisha, mara nyingi fedha hazipatikani. Kwa hiyo unaweza kukuta mtaala unatekelezwa, lakini inawezekana kwa kiwango au sio kwa kiwango. Sasa kwa sababu hujaenda kuangalia, kwa hiyo unakuta huwezi kusema moja kwa moja si kwa kiwango. Huu mtaala tuliuboresha kwa mara ya mwisho mwaka 2005. Kwa kawaida ngazi ya elimu ya awali inatakiwa kutekelezwa kwa miaka miwili. Kwa hiyo maana yake ni kwamba baada ya miaka miwili ulitakiwa uboreshwe. Sasa kwa sababu ya upungufu wa fedha hatujaweza kufanya uboreshaji mpaka sasa. Kwa hiyo tutakapopata fedha tutafanya uboreshaji. Na unadhani ni maeneo gani ambayo mnapaswa kuyaboresha? Itategemea na mapungufu yaliyoonekana katika utekelezaji. Hamjayatambua kwa sasa? Kuna kitu kinaitwa mikutano ya panel. Mikutano ya panel huwa ikikaa pia inaweza ikatoa mapendekezo kwamba kitu gani kiboreshe, kwa sababu ile mikutano ya panel inajumuisha wadau mbalimbali wa elimu ya awali. Nikiangalia mtaala huu wa elimu ya awali, ukurasa wa kwanza kabisa, na unaeleza kwamba mtaala wa elimu ya awali umezingatia masuala mbalimbali ya kijamii ambayo huchochea ukuaji wa mtoto katika nyanja zote. Moja kati ya mambo ambayo mahali kwingi hayafanyiki ni chakula kwa watoto. Inatakiwa watoto hawa wapewe uji, lakini vitu kama hivi kusema ukweli utekelezaji wake ni mdogo sana. Mara nyingi unakuta wale walimu wanadai kwamba hawana fungu la elimu ya awali. Na ninyi ndio taasisi ya elimu. Kwa kweli jukumu letu kubwa ni kuandaa mitaala, lakini kwenye mambo kama ya ruzuku na nini, nafikiri ni Wizara ya Elimu na Mafunzo ya Ufundi ndio wanaohusika. Japo kwenye jamii nyingine, kwa mfano kusema ambazo kuna hizi shule za awali, wanakubaliana na wazazi. Kwa hiyo unakuta wazazi wanachangia kiasi fulani kwa ajili ya wale watoto. Lakini unakuta wakati mwingine ni mwalimu ndo anaorganize, yule mwalimu ambaye anafundisha lile darasa, anawasiliana na wazazi kwa kibali of course cha shule, wale wazazi wanachangia kiasi fulani ndo wanawapatia uji, lakini sio sehemu zote. Kwa hiyo inaonekana ni jambo ambalo haliko kwenye mwongozo, ni swala la utashi na ubunifu wa mwalimu. Kwenye utekelezaji inaonekana kama ni utashi na ubunifu wa mwalimu, japo inapaswa kufanyika hivyo kulingana na viwango vinavyotakiwa, ila tu ni kwamba mimi ninavyoona msisitizo bado sio mkubwa. Ni mratibu wa elimu ya awali wa taasisi ya elimu nchini Tanzania, Bi Francisca Tarimo. Noel. Naam, katika makala hii tumeuliza nani anawajibika na elimu ya awali, na serikali imetajwa sana kuhusika moja kwa moja. Na Faraja, utakumbuka mzungumzaji wetu mmoja alikushauri uiende serikali. Si vibaya tukisikiliza kipande cha ushauri wake kwanza kabla hatujaendelea. Sasa kama kila unayemwendea na kuambia ni serikali, kwa nini unataka kumkwepe serikali? Maana ukweli ndio huo. Sasa wewe cha kufanya ni kumwendea huyo serikali kwamba unalaumiwa na watu, nimeenda kwa wadau wengi wanakulaumu wewe unasemaje? Ni kwa ushauri huo kwa njia ya simu nimezungumza na naibu katibu mkuu ofisi ya waziri mkuu, tawala za mikoa na serikali za mitaa, Bwana Zuberi Samataba. Jukumu la utoaji wa elimu ya awali liko kwetu kama ofisi ya waziri mkuu TAMISEMI, tunayosimamia utekelezaji wa elimu ya msingi na sekondari. Hata hivyo utakubaliana na mimi kwamba utekelezaji wake umekuwa mgumu kidogo, sababu kwanza walimu hawatoshi kiasi kwamba uandikishaji haujafika 50%. Takwimu za mwaka 2012 zinaonyesha kwamba uandikishaji bado uko kwenye 40%. Maana yake ni watoto 40 tu katika 100 ndio wanaopata fursa ya kuingia awali kabla hawajaingia darasa la kwanza. Kwa hiyo utekelezaji haujakuwa mkubwa sana. Kikwazo ni nini kupata walimu wa kutosha kufundisha madarasa ya awali? Kama utakumbuka vizuri Faraja, mwaka 2001 tuanza utekelezaji wa mpango wa maendeleo ya elimu ya msingi. Mkazo mkubwa ulikuwa kwenye elimu ya msingi. Kwa hiyo walimu wote au walimu wengi tuliotrain kipindi kile na hata sasa walikuwa ni wale wa elimu ya msingi. Hata baadhi ya vyuo ambavyo vilikuwa vinatoa mafunzo ya walimu wa elimu ya awali, vyote vilitakiwa kufundisha sasa walimu watakao kuwa wanatoa elimu ya msingi. Lakini tunakubaliana kwamba elimu ya awali ni ya muhimu. Kwa nini hakukuwa na mkazo hapo pia? Mpango ule wa maendeleo ya elimu ya msingi, niseme uliovaluku eneo hili la elimu
ya awali. Kama vile lilisahaulika hilo eneo kidogo. Halikutiliwa mkazo katika kipindi kile, lakini baadaye tulikuja kuwa na nyongeza katika mpango ule wa maendeleo ya elimu ya msingi, ili sasa kuingiza maeneo haya ambayo yaliachwa. Mpango huu unaoutaja wa elimu ya msingi awamu ya 3 umetaja kuwapo kwa ruzuku kwa elimu ya awali kama ilivyo kwa elimu ya msingi, lakini hili linaonekana halitekelezeki. Mheshimiwa Naibu Katibu, ni kweli kwamba mpango wa maendeleo ya elimu ya msingi awamu ya 3 ulitia mkazo kutoa ruzuku pamoja na mambo mengine, baada ya kutolewa kwa waraka ule, kwamba sasa mkazo pia uwe kwenye elimu ya awali kulingana na umuhimu wake, lakini halijaweza kufanyika vizuri zaidi, kwa sababu mpango wa maendeleo ya elimu msingi awamu ya 1 ulikuwa na ufadhili mkubwa. Baada ya awamu ya 1 ile awamu ya 2 haikuwa na uwezeshaji niseme mkubwa kutoka kwa wenzetu wadau wa maendeleo. Uendeshaji wa mpango ule sasa ulitegemea bajeti ya serikali, ambayo bajeti ya serikali kama unavyofahamu na wewe unavyofahamu ina address masuala yote kuanzia elimu, afya na kadhalika na kadhalika. Kwa hivyo kuna utaratibu ambao utafanyika sasa ili elimu ya awali sasa ipate fungu maalum kwa sababu ya ule upekee wake. Ndio, katika kutekeleza azma hii ya serikali ya kutoa msukumo sasa katika elimu ya awali, serikali ilizungumza na wadau kwa lengo la kuanzisha ile lens program, literacy and numeracy. Labda kwa maelezo tu ya jumla, unalenga nini huo mpango? Mpango huu unalenga kufuta hili tatizo la watoto wanaoanza shule msingi kama inavyosemekana bila kujua kusoma, kuandika na kuhesabu. Sasa katika mpango huu tumeweza kupata kiasi cha fedha dola za Marekani milioni 94 kwa ajili ya utekelezaji wa mpango huu. Sasa katika mpango huu tumeona kwamba pengine kuna haja ya kuweka msingi, ya kuimarisha msingi kuanzia elimu ya awali, na wao waweze kupata tengeo la fedha hizi ili kuendeleza sekta hii ndogo ya elimu ya awali, kwa maana ya kutenga fedha kwa ajili ya mafunzo ya walimu waliopo shuleni, lakini kuhamasisha jamii pia kuhusu umuhimu wa elimu ya awali ili waweze kutoa watoto wao, lakini vile vile kuanzisha madarasa, tunahitaji Kiswahili, lakini ni satellite classes, madarasa katika maeneo yale ambayo watoto wapo, kwa sababu maeneo mengine yako mbali na shule. Kwa hiyo kama nakuelewa sasa, tutakuwa na madarasa ya awali, si lazima pawe shuleni. Ndio. Huu mradi unaanza lini? Mradi huu unatekelezwa kati ya serikali na Benki ya Dunia na unatarajiwa kuanza mwaka huu wa fedha. Na huu mradi utawasaidia watu wa taasisi ya elimu ambao wanapaswa kutengeneza mtaala na kuboresha, maanake wamelalamika kwamba hawana fedha ya kufanya kazi yao. Wao wanaguswa kwa sababu wao ndio kwa mfano waandishi wa vitabu, na wao wana eneo lao katika mradi huu litakalogusa uendeshaji wa majukumu yao katika kusapoti mpango huu. Ni Bwana Zuberi Samataba, Naibu Katibu Mkuu, Ofisi ya Waziri Mkuu, Tawala za Mikoa na Serikali za Mitaa nchini Tanzania. Anatufikisha ukingoni mwa makala hii ya Haba na Haba wiki hii. Na wiki iliyopita, Noel, utakumbuka tulifanya nini? Wiki iliyopita tulikuwa na mada inayoangalia upatikanaji wa vipimo na dawa kwa ajili ya kuwahudumia kina mama wenye VVU ili wapate watoto wasio na maambukizi ya virusi vya ukimwi. Na msikilizaji, ulitutumia ujumbe wako niweze kuupitia hapa. Nianze na Pastori Ponsiani wa Dodoma, Tanzania. Anasema, mimi naona wagonjwa wapewe elimu ya kutosha. Hii itasaidia kuokoa vifo vya wale ambao wameshakata tamaa ya maisha. Mkaguzi wa warembo jamaa anasema, mimi naishukuru serikali yetu ya Tanzania kwa kuleta vipimo vya kuzuia ukimwi kutoka kwa mama kwenda kwa mtoto. Hongera sana madaktari wote wa Tanzania. Nikamilisha na ujumbe huu unaosema, nashauri kuwa wakina mama wapende kujifungulia kwenye vituo vya afya. Mimi ni Elias Maswaga kutoka Chalinze, Dodoma. Asante Noel kutoka katika kurasa zetu za mitandao ya kijamii kuhusiana na mada ya wiki iliyopita. Tumefikia mwisho wa makala hii ya Haba na Haba wiki hii, lakini kwa ahadi ya kuwa nawe wiki ijayo. Udhamini wa kipindi hiki ni Idara ya Maendeleo ya Kimataifa nchini Uingereza, DFID. Msimamizi ni Michael Baruti. Mimi ni Faraja John na nimekuwa naye Noel Mwakalindile.